Taswira na sura ya Tanzania kama taifa imara, salama na utulivu zimepata doa. Ni matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan wakati akiwaapisha mawaziri wapya wa utawala wake mpya ambao unakumbwa na msukosuko. Tanzania imejipata njia panda baada ya kushuhudia ghasia za baada ya uchaguzi mkuu. Maelfu ya wafuasi wa upinzani waliopinga uchaguzi walipigwa risasi na wengine wakatoweka na mahabusu wakiwekewa kesi za uhalifu. Samia anasema sura mpya ya taifa lake haipokelewi hususan katika medani za kuomba mikopo na ufadhili. Jopo la kuchunguza mauaji ya wafuasi wa upinzani limeundwa. Kiongozi mkuu wa upinzani aliyezuiliwa kushiriki kura Tundu Lissu angali kizuizini. Je, upi mustakabali wa taifa la Tanzania? Tusikie tahariri yake Kennedy Wandera. Jumuiya ya Madola imeibuka kama mpatanishi baada ya uchaguzi uliochafuliwa na ukiukwaji wa haki nchini Tanzania, hatua ambayo imezua maswali mazito. Je, dunia haikuziona ishara za wazi za udhibiti wa upinzani, kukamatwa kwa viongozi na kuzimwa kwa sauti zinazokosoa? Ni ajabu kuwa mwito wa uharaka unatolewa sasa, ili hali dalili za dhoruba zilikuwa wazi kama jua la mchana. Kwamba Suluhu amekiri kuwepo makosa na hatua ndogo, lakini haitoshi katika kurejesha imani ya wananchi na dunia. Hatua yake ya kuziomba taasisi za kifedha kuiwezesha serikali kwa mikopo inaonekana kama jeraha linalotafuta bendeji. Uchumi haujengwi kwa kauli tata wala kwa kuwakejeli majirani. Kauli hizo si tu zinachafua taswira ya taifa, bali pia zinapunguza nafasi ya ushirikiano wa kikanda unaochochea ustawi. Wakati huo huo, msimamo mkali dhidi ya mitandao unaendelea kulikandamiza eneo la mawasiliano ambalo ndilo kioo cha uwazi katika dola la kisasa. Dunia ilijua kuwa wazi wapinzani walizuiwa kushiriki uchaguzi na Tundu Lissu mwenyewe kukumbana na vizingiti visivyoficha nia ya kuzima badala wa kisiasa. Leo hii kuachiliwa kwake hakufuti doa lilowekwa na uchaguzi usio huru. Bila kurejesha misingi ya demokrasia, misaada ya kimataifa haitatiririka kwa kuwa hakuna mfadhili anayetaka kuwekeza kwenye kivuli cha utawala unaotetereka. Katika hatua ya upatanisho wa uteuzi wa rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera umeibua maswali mengine mapya. Je, Chakwera ambaye alimuhonga salamu za pongezi Samia mara tu baada ya uchaguzi huu wenye utata, ana uwezo unaohitajika kulisoma joto la kisiasa la Tanzania na kuliongoza taifa kwenye mwafaka? Iko wapi busara kutochagua viongozi waliobobea katika upatanishi kama Joaquim Chissano wa Msumbiji, mtu anayezungumza Kiswahili, anayefahamu historia ya ukanda huu na ambaye ana kumbukumbu ya kuongoza maridhiano ya kweli? Uamuzi huu wa Jumuiya Madola unaacha doa la mashaka. Je, ni upatanisho au ni kutafuta sura mpya itakayokubalika kisiasa? Kwa upande mwingine, uteuzi wa baraza la mawaziri lilojaa watu wa ukoo Mwanawe, mkaza Mwanawe na mtoto aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete unadhoofisha taswira ya uwakilishi na usawa wa muungano. Serikali inayotaka kuunganisha taifa haiwezi kuonekana kama shamba la familia, bali kama jukwaa la utaifa na usawa. Kwa yote haya, Suluhu ana jukumu moja kubwa la kihistoria: kuitisha uchaguzi mpya huru na wa haki ili kurejesha hadhi, utulivu na uhalali wa uongozi. Bila kufanya hivyo, hatua za upatanisho zitabaki kuwa kivuli cha matumaini yanayoyumba na Tanzania itaendelea kusogea katika njia nyembamba ya kisiasa isiyo na mwanga wa kesho.